If you give a little more than you take, and if you try to fix more than you break, if you're the kind who takes the time to help a stranger mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mwenyezi Mungu Baba, Mwana Mtakatifu, uishe milele, tunakuja tu mbele zako asubuhi na kulisifu jina lako na kulitukuza kwa wema, ulinzi na uhai ambao umetuwezesha sisi tukaiona siku ya leo na tukafika katika boma hili la dada yetu marehemu Alicia. Na Jire, tazama, tumechukua roho yake na tuko na mwili, tuko na familia ambayo Bwana inazidi kutegemea. Tuwaomba Mungu wetu uongoze sisi sote tunapokusanyika hapa, tunapoanza safari hii ya kwenda mochari Jehova Jire. Tukuomba utupe nguvu, tuongoze katika yote, tufike tulete dada yetu salama, kumpeleka katika kanisa lake aliyokuwa na hudumu akifanya kazi yako Baba. Ulimtumia watu wengi wakabarikiwa, na tukuomba tena uendelee kutumia matanga haya watu wako wakaweze kubarikiwa. Naomba nguvu zitokako kwako zituwezeshe tusafiri salama, kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amina. Nataka transport manager and lend a voice to those who cannot speak. If you shine a little light, give sight to the ones who've lost their way. There's a place for people like you. I've heard up there the streets are made of gold, and when you get there, there's a hand to hold. I believe when your days down here are through, there's a place
up there for people like you. If you walk around with your heart on your sleeve, and if you're trying to be the change you wanna see, if you lay down your life for love so someone could be saved, there's a place for people like you. I've heard up there the streets are made of gold, and when you get there, there's a hand to hold. I believe when your days down here are through, there's a place up there for people like you. Streets are made of gold, and when you get there, there's a hand to hold. I believe when your days down Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuimbe wimbo at least stanza 2, mwamba wenye imara, alafu tuombe, alafu tuone, alafu tuende kwa gari. Mwenyezi Mungu, kwa utatu wako tuaje mbele zako, tunalisifu jina lako na kulitukuza. Tunasema ni asante kwa afya na uzima ambao umetujalia sisi. Asante Mungu wetu kwa kutufikisha katika mogu hii ambao Bwana tumekuja kuchukua dada yetu Lerida Alisia ambayo tuko naye na mwili roho iko katika paradiso. Tunasema Bwana, tunakuomba, tazama tunapobeba mwili huu, tunapoenda katika hekalu lako, utuongoze Mungu wetu. Najua familia ilipenda mama, kanisa lilipenda mama, jamii ilipenda mama, lakini wewe Mungu wetu ulipenda sana kuliko sisi tunapenda.
kwa kuomba upeane kila mmoja nguvu, uongoze katika hali ya kutukuza, na tuendelee kushirikiana kwa ushirika ambao dada alikuwa nao akishiriki katika kanisa lako. Tunakuomba kupitia kwa Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Neema kwa Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na milele. Amina. Asante. Sasa tutaona mahali tulikuwa kwa magari zetu, turudi kwa magari zetu. Msafara unaenda direct kwa parokia Bumala. Wametungojea. Sasa walimu ambao wamevaa majina yote mazuri ni yako, Ee Jehova Muumbaji wangu. Nikupe jina gani, kwani kila la kheri ni upekee wako. Majina yote mazuri ni yako, Ewe Jehova Muumbaji wangu. Nikupe jina gani, kwani kila la kheri ni upekee wako. Majina yote mazuri ni yako, Ee Jehova Muumbaji wangu. Nikupe jina gani?
Hallelujah. Yeah. Wewe ndiye mchungaji wangu. Yes, God bless you. Usifiwe Yesu. Usifiwe Yesu. Wema wako wanikaza moyo. Wewe ndiye mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama mboni na jicho lako. Umenipa na kuwa kielelezo tawalio zaidi ya yote. saidia yote ukanifanya kuwa baraka inanibari. Nimekupata Yesu. Nimekupata na nikaridhika, wewe ndio ndani ya yote. Umenipa Umenipa na kuwa kielelezo tawalio barikiwa. zaidi ya yote. Saidia yote ukanifanya kuwa baraka inanibari. Nimekupata Nimekupata na nikaridhika, wewe ndio ndani ya yote. usifiwe Yesu. Wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiye mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. wanitazama kama jicho lako. Mama, usifiwe Yesu. Ewe Bwana, wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiye mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama jicho lako. Hallelujah. Sifa kwako Bwana, makofi ni yako Bwana Yesu. Wewe mfalme wangu Bwana, pokea sifa Bwana wangu. Majina yote mazuri ni yako Bwana. Hallelujah. Jina mazuri yote ni upekee wako Bwana. Hallelujah. Woo! Hey, hey, na na na. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana.
Tukiendelea kuvumilia, tutawala pia pamoja naye. Tukimkana naye pia atakutana. Tukikosa kumwamini kwa uaminifu, yeye kubaki mwaminifu daima. Maana yeye hawezi kujikana mwenyewe. Hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe naye hai kwa milele. Tunakushukuru Baba wetu mshie milele na kuliinua na kulitukuza jina lako kuacha maisha ambayo umetupatia. Ukaona ni vyema ya kwamba Bwana tuungane na familia kuacha mtumishi wako ambaye amepumzika. Tunapoanza ibada hii tunaomba ya kwamba ushirikishe kwa wema wako, tupatie kibali kitokacho kwako juu mbinguni kwa wema wako na fadhili zako. Tunakutukuza Mungu kwa kumlinda akiwa katika mochari. Najua kama mwili wako umehifadhi jinsi ambavyo malaika wako wanatunza miili ya watu watakatifu wako. Unapokuwa hapa uwe chini ya ulinzi wako. Kila neno utakalozungumzwa neno aliwe ambalo linatoka kwako na kufariji familia hii. Tuomba haya kwa Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Bye. Hapa mlaza mwili wa mpendwa wetu Alicia Lucia ambaye Bwana amemuita kwake, tukiamini ya kwamba kwa kuwa Yesu alikufa na akafufuka tena, ndivyo itakavyokuwa kwa wale wanaokufa katika Kristo, kwani Mungu atawafufua pamoja na Yesu. Wote Baba wa mbinguni, katika Bwana Yesu Kristo, umetupatia imani ya kweli na tumaini la hakika. Imarisha imani hii na tumaini hilo ndani yetu siku zote. Tuwezeshe kuishi kama wale wanaoamini, ushirika wa watakatifu, msamaha wa dhambi na ufufuo wa maisha milele. Amen. Asante, tutaketi chini kulitania. Wa kusaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna kilichopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kuponya, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kupata cha kupatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuhifadhi na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kukaa kimya na wakati wa kuongea,
tutasomewa Zaburi ya 23 na mchungaji wa parokia. Kwenye malisho mabichi, uniongoza kando ya maji matulivu, na kuirudishia nafsi yangu nguvu mpya. Uniongoza katika njia sawa kwa hisani yake. Japopita katika konde la giza kuu, sitaogopa hatari yoyote, maana wewe Mwenyezi Mungu u pamoja nami. Gogo lako na fimbo yako vyanilinda. Umeniandalia karamu mbele za adui zangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu umekijaza mpaka kufurika. Kweli wema wako ni fadhili zako zitakuwa pamoja nami siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Mwenyezi Mungu milele. Utukufu na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa na hata milele. Amen. Bwana ulikuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi, kabla hujazaliwa mlima wala hujaiumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu akurudisha mtu mavumbini. Sababu rudini, enyi wanadamu, maana miaka 1000 machoni pako kama siku ya jana kisha kupita, na kama kesha la usiku. Wagharimisha kuwa kama usingizi, asubuhi kuwa kama majani yameavyo, asubuhi yachipuka na kumea, jioni yakatika na kukauka. Maana tumeoroshwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeyaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako. Tumeotowesha miaka yetu kama kito. Siku za miaka zetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80. Na kiburi chake ni taabu na ubatili. Maana chapita upesi, tukaukomea mara. Na ni nani ajuaye uweza wa hasira yako na ghadhabu yako kama ipasavyo kicho chako? Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Bwana, urudi hata lini? Wahurumie watumishi wako, utushibishe asubuhi kwa fadhili zako, nasi tutashangilia na kufurahi siku zetu zote. Utufurahishe kwa kadri ya siku ulizotutesa, kama miaka ile tuliyoyaona mabaya. Matendo yako yanaonekana kwa watumishi wako, na adhabu zako kwa watoto wao. Na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mkono yetu utufanyie dhabiti, na kazi ya makao yetu idhibitishe. Mama kwa utukufu na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, hata milele. Keti kwa ya tupatie wimbo tunaojiandaa kusoma.
5 tutaanzia 20. Somo wa Korintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 20 tukiendelea tutasoma. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, funguko la waliolala, maana kwa kuwa mauti aliletwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watatahirishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, funguko ni Kristo. Baadaye walio wake Kristo atakapokuja, hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba mfalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye hata aweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakaye batilishwa ni mauti, kwa kuwa alivitisha vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini atakaposema vyote vimetishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtishia vitu vyote hayumo. Basi vitu vyote vikiisha kutishwa chini yake, ndipo Bwana mwenyewe naye ataitishwa chini yake yeye aliyemwitishia vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika wote. Au je, wenye kubatizwa kwa ajili ya wafu watafanyaje? Kama wafu hawafufuliwi kamwe, kwa nini kubatizwa kwa ajili yao? Na sisi kwa nini tumo hatarini kila saa? Naam ndugu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu. Ninakufa kisha kila siku, ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu najipigana na hayawani wakali kule Efeso. Nina faida gani? Wasipofufuliwa wafu na tule na tunywe, maana kesho tutakufa. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Tumieni akili kama ipasavyo, wala msitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Ninanena hayo niwafedheheshe. Lakini labda mtu atasema, wafufuliwaje wafu? Nao huja kwa mwili gani? Ewe mpumbavu, uipandayo hauridhiki isipokufa, nayo uipandayo upandi mwili ule utokao, ila chembe tupu, ikiwa ni ya ngano au nyingineyo. Lakini Mungu huipa mwili kama apandavyo, na kila mbegu mwili wake. Nyama yote si nyama moja, ila nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Tena kuna miili ya mbinguni ni miili ya dunia, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali, na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua, na fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiama ya watu hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutoharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu,
hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Ndivyo alivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhaisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi na wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama ilivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Nao kama alivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika ataichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Hata hivyo hili nasema, akina ndugu, kwamba nyama na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kaurithi kutoweza kuharibika. Tazama, nawaambia ninyi siri takatifu, hatutalala usingizi katika kifo sisi sote, bali sisi sote tutabadilishwa. Kwa muda mfupi, kufumba na kufumbua jicho, wakati wa tarumbeta ya mwisho. Kwa maana tarumbeta italia, na wafu watafufuliwa wakiwa wasioweza kuharibika, nasi tutabadilishwa. Kwa maana huu ulio wa kuharibika lazima uvae kutoweza kuharibika, na huu unaoweza kufa lazima uvae kutoweza kufa. Lakini huu ulio wenye kuharibika utakapovaa kutoweza kuharibika, na huu unaoweza kufa utakapovaa kutoweza kufa, ndipo litakapotimia hili neno lililoandikwa, kifo kimemezwa milele. Kifo, uko wapi ushindi wako? Kifo, uko wapi mchomo wako? Mchomo unaotekeza kifo ni dhambi, lakini nguvu za dhambi ni sheria. Lakini shukurani kwake Mungu, kwa maana yeye hutupa sisi ushindi kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo, ndugu zangu wapendwa, iweni imara thabiti siku zote, mkiwa na mengi ya kufanya katika kazi ya Bwana, mkijua kwamba kazi yenu si ya bure kuhusiana na Bwana. Na hili ndilo neno la Bwana. Sasa yeye amelala, sisi ambao tuko ndio tunaweza shuhudia yale ambayo mama alisema ama yale ambayo mama alifanya. So ningependa kwa nafasi hii tuchukue muda mchache, just because a few people ambao tuko nao, na tuseme 1 2, alafu mengine tutamalizia tukiwa nyumbani na kesho asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nianze na familia ya Mama Millicent. Nimepewa kwamba utakuwa na watu watatu, wewe mwenyewe ukiwamo, but let me be precise. Masaa ambayo ulituambia tukue hapo ilikuwa saa 4. Sasa hivi umekuja masaa mengine. Mungu wetu, wanakwaya na Wakristo kwa jumla, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Tendeleza. Tendeleza Yesu. Nataka kuchukua muda huu kushukuru Mungu. Na kabla sijashukuru Mungu, wacha dada yangu ajitambulishe. Bwana asifiwe wa Kristo. Bwana ni mwema. Kila wakati. Asanteni sana. All
Kwa jina naitwa Janet Akinyi Odhiambo. Mimi ndiye mtoto wa kwanza wa mama Alicia, nikifuatwa na mwenzangu huyu Millicent. Kisha kuna kijana Martin na anafuatwa na mwingine Ulrich. Hao wamebaki nyumbani kwa ajili ya matayarisho mengine. Kulikuwa na wengine wawili, Manfred ambaye Mungu alimchukua hapo awali. Kisha kukawa na mwingine mkitinda mimba, Maureen Akoth ambaye pia alijulikana sana huku, ambaye pia Bwana alimwita nyumbani. Sitasema mengi leo isipokuwa kuwashukuru sana, especially the clergy for giving us this opportunity even to come before the Lord and present the remains of our mom. Thank you so much, church. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati huu nitamkaribisha mjomba wangu Canon William. Where are you, Canon William? Karibu mjomba. Bwana asifiwe. Basi vile mtoto wangu Vincent amesema, mimi ninaitwa William Malaka. Kwa neema ya Mungu mimi ni canon katika kanisa la Kianglikana, na mimi tulizaliwa na mama Lucy na baba moja na mama moja. Mimi nikawa ndio namfuata kwa kuzaliwa. Nimekuja, niko na ndugu zangu hapa, niko na dada zangu hapa. Ningependa wasimame tu wale ndugu zangu. Dada zangu wameenda wapi? Wamekuwa wengi hapa ndani. Bwana asifiwe. Basi nimesema mimi ndio nafuata dada Lucy. Lucy ni msichana ambayo tulimpenda sana toka utotoni. Kuzaliwa kwake mwaka wa 43, 1943, 18th of April. Na tulisoma na yeye kwa primary, tulikuwa pamoja. Wakati wetu baada ya class 4 haikuwa rahisi kama wakati huu unaenda class 5. Lazima ufanye CEE, wanaita Common Entrance Examination. Ukipita ndio unaenda class 5, ambayo ilikuwa intermediate wakati huu. Baada ya kusoma mpaka class 8 kule Yenga Primary School, Yenga iko Kenya, alipita mtihani akaingia Amira Intermediate School, na hapo aliwachia masomo yake, japokuwa baadaye kama hapo kwa nyumba yake private alifanya Kenya Junior Secondary School. Hiyo ilikuwa nafanywa wale ambao wako form 2. Basi tumempenda sana kama dada wetu, tena kwa boma letu. Lucy ndiye alikuwa msichana mkubwa. Ndio msichana kuzaliwa kwanza, kuna wasichana wengi nyuma yake, na tulimpenda. Baada ya masomo yake alienda akatrain kama typist Kisumu,
na akapata kazi, akafanya kwa muda mfupi tu, na akakutana na rafiki yake ambaye baadaye walifanya harusi. Walifanya harusi ile holy matrimony kule Yenga, kanisa la ACK Yenga Parish, ndio walifanya harusi yao. Hiyo ilikuwa mwaka wa 1961, ndio walifanya harusi kule Yenga, na baadaye wanawake wakati huo walikuwa wanafanya kazi Uganda Juja, na kaenda huko miaka 10 akamaliza huko, ndio Kenya Nairobi, na tulikuwa Nairobi na ndugu zangu wengine, na tukaendelea kuishi na Nairobi. Basi kwa ufupi, nasikia tunakimbia haraka. Kwa ufupi, tulikuwa naishi na yeye kwa njia hiyo, tukiwa tunapendana. Wale ambao wananijua wanaweza kujua kwamba tulipendana, na tulikuwa nakutana mara kwa mara na tunajifunza mambo. Sasa mara nyingi tulikuwa nakumbuka yale yaliyopita, na yaliyopita yalikuwa natuongoza kujua ya mbele. Kwa hivyo nasema asante sana kanisa, asante sana jamii kwa kazi ambayo umefanya, familia ya Lucy na watu wote ambao wamekuja. Mungu awabariki. Asante sana, asante sana. Asante Canon. Tumekuwa rafiki yako. Thank you Canon. Asante sana. Neno moja mniimbie nyimbo. Na furahi moyo wangu. Mwimbepo watu wa Mungu. Mwimbepo jameni. Na kanisanga mahali nilikuwa naso. Nikaweka chini ya msalaba wa Yesu. Akanitakasa na damu yake. Kaanza safari mpya kwenda mbinguni. Mimi nikienda kusema ushuhuda wa Lucia, niliolewa mwaka 75. Na nilikuwa Nairobi. Vile nilikuwa Nairobi na niliolewa na kijana wa mjomba wake Lucia, mko wake Lucia, Salume ndiye alikuwa kitinda mimba ya hiyo nyumba. Tumekaa na Lucia, tulikuwa Nairobi, kutoka Nairobi tukakuja hapa nyumbani. Nilipokuja hapa nyumbani tukakuwa na kazi ya jokoni. Mnaonaga nikibeba vifuria, watu wa Mungu, mnaonaga nikibeba vifuria nikija kufanya kazi. Tulikuwa tunafanya na Lucia. Lucia anasema hili si beba vifuria, na mimi nitabeba basani kutoka huko chini kwangu. Tulikuwa tunafanya hapa ndio walikuwa wanajenga. Sasa hiyo nyumba hiyo nyingine ndio ilikuwa nyumba. Na hiyo sasa jokoni ilikuwa jokoni kidogo, ndio tulikuwa tunapigianga. Tumefanya kazi na Lucia, kazi ya Mungu, na tunasifu Yesu. Ukienda kufanya kitu kidogo, ukiambia Lucia kitu kidogo anafanya mimi konye hero. Mtu akifanyia baya konye hero ini. Konya hero. Maana alikuwa anasema hivyo. Konye hero. Kameende Lucia bila yeye. Nilikuwa na Lucia vizuri mpaka Lucia sasa nguvu ikaisha. Lucia kaniambia yeye sasa ile nguvu yangu imeisha. Usiache neno la Mungu, na usiache kwenda kwa ushirika kufanya kazi. Mimi nakujanga hapa kama wandugu, kama tuko na ushirika hapa, saa 12 na nipata hapa kwa jokoni, kama mimi nafanya kazi. Kama tuko na Lucia, kama nguvu bado, kama mama yangu baada hapo, alikuwa anaambia Lucia, enda pitia Eunice. Enda usikose kupitia Eunice kwenda kwa ushirika. Lucia akija na ananiambia Eunice, chungwani ushirika. Amwambia Lucia, hata sina nguvu chunga wazi. Wazi ni ndio chinya sawa, wazi sai. Basi kwa tunakuja hapa na Lucia kila siku. Watu wa Mungu, Lucia alikuwa amenipenda, na kunipenda kwa sababu ya ukoo? Hapana, kwa sababu ya Yesu. Msikia nikiimba hiyo nyimbo. Kwa sababu ya Yesu.
Ukiwa ndani ya Yesu, urafiki ndio unadumu sasa, sababu uliho uramugwicha. Kwa sababu unasema uliho uramugwicha kuli nyumbe. Bila kuweka uko urafiki, huwezi kuwa mzuri. Tumetembea na Lucia, hasa amepiga mpira yake, imeingia goli. Sisi bado tunatembea. Ndio mlisikia nikiimba hii nyimbo, mtu aniimbie kifungu ya 4. Ya fungu ya 4 kwa Kiswahili. Hiyo nyimbo ambayo tunaimba. Hiyo tutaimba kesho. Kidogo tu. Kifungu cha 4 hiyo peke yake. Nimepata mji bora. Sasa namuzika umo. Mtazama Bwana. Moyo umeridhika. Oh Yesu, 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 Yesu. Jina tamu kwangu limeniridhisha sana. Safari simwachi. Bwana asifiwe sana. Mnisamehe kama nimeenda kinyume cha mnisamehe. Asanteni sana kwa kusikiliza. Bwana asifiwe. Ndugu na wadada na Wakristo wote, na wasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Simama hapa mimi mwenye dhambi, kwa majina naitwa Margaret Nakutupa. Nimeokoka, Yesu mwokozi wa maisha yangu. Nitaenda haraka kulingana na muda. Nashukuru na kusikia wakati niliandaliwa kwamba nianze kufanya kazi ya Mungu. Nilikuwa chini yake wakati huo, tulikuwa katika kanisa la ibada katika parokia ya Bomani. Na mimi mama mkwe ni Nyakundi. Alikuwa akiniita Chiwada. Jijini. Hii kazi ni kazi ya amani na upendo. Na ukitaka kuendelea vizuri, ufanye kazi kwa haki, upendo na neema. Akaniambia jambo moja ambalo nilishika ndani ya maisha yangu. Akaniambia hii kazi ni kazi ya baraka. Na tena hii kazi ni kazi ya laana. Ukifanya na haki, utapata baraka. Na ukifanya na ukora ndani ya roho yako, utapata laana. Kwa hivyo Chiwanda, sikilia hapo. Na akasema kwamba utapelekwa katika kanisa mbalimbali. Kweli nilipomaliza nikaenda kanisa ingine. Tumetembea hii kanisa parokia yetu ya Bomani. Nilifanya makanisa zote 5. Kuna kanisa ingine ambayo ilikuja ikanipenda sana. Karudi huko nikafanya huko kazi kwa miaka 10. Na akaniambia, Chiwanda, vile nilivyokuambia, hata ukifanya kazi na upendo na uwe mtu akumeza. Uwe mtu akumeza jambo, kwa maana utafanya kwa kanisa na atakuwa na familia. Na huyu atakwambia shida yake kulingana na huyu ambao hapa familia yake. Usibebe upelekee meza. Usiwa kusikia na utoe, sikia na umeze. Itakusaidia na upendo itakuwa kati yako katika kazi ya Mungu. Na nilifanya hivyo jinsi mama alinielekeza. Mama alikuwa upendo. Yule ambaye alielekezwa na huyu mama hakufanya kazi kwa ubaya. Bali kama ulikuwa tunayapa na shetani yako. Lakini kama ulifuata sheria zake vile alikwambia, haki utafanya kwa upendo, na tulifanya kwa upendo. Hata mimi pia nimestaafu kama yeye, lakini nimesema kwa ajili ya mama ndio ushuhuda kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tena kesho ukija hivi nitakupatia kwa sekondi 2. Haya wote pamoja na wageni wa mama Alisia. Bwana asifiwe. Nimeitwa hapa na Archdeacon nizungumze juu ya kama representative wa kanisa. Mnajua uhusiano wangu na kanisa. Nitazungumza hiyo. Kaanza kuzungumza nini? Kama ya kanisa. And I want to proudly say, Mama Alisia, as a church teacher, she did her work quite well. And I want to believe
I are so good that she may not join many of her friends who will be on the other part of the world, but she will be received by what? The angels in this other world that we are struggling to go to. Bwana asifiwe. Many of us may have to go to the other world where we can meet our friends, so we don't need to get worried. But I think based on the work she did, that's what she deserves. Mama huyu nilimjua in early 1980s. When I was still a young man or a young boy. I will not divide more stories about it. Up to now. And he was a very dedicated Christian. He was very good in time management. Alikuwa mzuri wa kufanya nini? Kulinda saa katika mambo yake. Hata kwake alikuwa anakula mapema. Na hiyo tabia inafanana na mama mkwe wake ambaye alikuwa anaitwa Mama Saloni. Wengine pia mnamjua. It will be better if some of us who are assembled here today, we learn some of the virtues of Mama Nani Alicia. Many of the Christians eat very late. Even when they say prayers, God does not listen to their prayers because they don't follow what? They are poor in time management. Lakini yeye alikuwa mfano. She has battled through illness from the time she became sick, kampeleka for treatment ya macho, but finally she became what? Partially what? Blind. And by this time he is leaving us, he was totally unable even to walk. He had already been seriously impaired by unknown illness, which sometimes is beyond what? The doctors what? Management. Doctors manage illness, but they don't manage a process of dying. So we thank you for coming all along with us as a church and also as a family. And let us wish Mama a good resting place. Thank you. Thank you the church for coming with us. Asante daktari. Wengine tutaingia kwa house ni sawa. Sema kila mtu asumuze mpaka tuandae hapa kesha. Lakini kesha waje tufanyie nyumbani. Sasa nimebaki na wachache niko na daktari ambao tunafanya nao. Sasa huyu ndio mgeni hapa. Tutasababisha jina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Poleni familia. Kwa majina naitwa Reverend Abel Otele, nikiwa mchungaji wa Parish Tadira. Mungu asipatie nguvu. Mwenyezi Mungu asikuwa pamoja nanyi katika wakati wa mapito. Barikiwe sana. Huyu mtoto hapa tena amefanyako hapa. Mama alikuwa mwalimu wake. Kingo la kusema kwa dada ndugu. Asante Vika General, kwa kuweza hii na Wakristo wote mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Semresa. Naitwa mchungaji Dennis Osinya. Mama Lucia ya kwanza nilimjua kama mwalimu wangu wa Sunday school. Cha pili nikamjua kama mwalimu wangu wa kanisa. Cha tatu nikamjua kama dada katika Yesu. Na cha nne nikamjua kama Mkristo wangu nikiwa padri hapa. Na kwa hao wakati wote ambao tulikuwa na yeye, hakuna siku tukiwa Sunday school witness tulikuwa na James Hotel na wengine pia. Na alikuwa ametupenda sana sisi watu kutoka huko. Wakati huo mali ilikuwa inakuwa parish. Nilikuwa mjumbe parish. Na akatupenda zaidi. Na kwa hiyo kutupenda tulikuwa tunafuata sana maneno ambayo alikuwa anatufundisha. Na hata ile wimbo wa Sunday school ambayo alikuwa anatufundisha tukaishika sana.
Wakati alikuwa mwalimu wangu wa kanisa, alitusaidia sana tukiwa bado tuko vijana. Na pia wakati amekuwa dada katika Yesu, amenisaidia sana mimi tukiwa katika sasa tunakoga na tunatembea naye. Na wakati amekuwa Ukristo wangu hapa, nilifika kama nilifika sana. Alikuwa ngali na nguvu na natembea na tunazungumza. Na tulipokuwa tunamtembelea kila wakati alikuwa ananihimiza na kuniambia kuno kwa lazima milimo pale sipo hivyo kabisa. Kwa lazima milimo bado mtu anaulizia kwa dawa kwa milimo. Na kuanzia hapo amekuwa mwalimu, mama yake mwalimu, ndugu yake mwalimu, na mwalimu sasa na minus mwalimu mwingine mwalimu hizo. Poleni sana. Asante sana Mungu. Karibishe mchungaji wa parokia. Asante bila Jendro, atukoni wetu, wachungaji wetu, pamoja na evangelist na leaders na familia ya mama Alisia. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hapa tuko na watu wachache nataka kuwatambua, wake wachungaji. Kuna mama Kanani hapa na kuna mke wangu. Nataka wasimame. Tafadhali. Wacha tuanze na mke wangu. Bwana asifiwe. Familia poleni, wageni karibuni. Asante mama Kanani. Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu. Na mama Lucia ni mke wangu. Kama ameenda safari wake na jirani zake. Kwa familia yote. Bwana Yesu asifiwe. Asante, mimi naitwa Evans na Mlango Tipi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, ni mchungaji katika parokia hii. Mimi nataka kusema Dennis amesema mambo yote. Ni kama Dennis huyu tungekuwa tumeshinda naye hapa leo, ungefikiria niko na ushuhuda mmoja. Sababu mimi nimekuwa tu kwa mama nilisema ni Lucia, sio Lucia. Alikuwa ameniambia ni Alisia. Sasa mimi alituma estate leader wa Yona. Akaambia estate leader enda ambia mchungaji akinipata itakuwa vizuri. Akinikosa itakuwa vizuri. Na nikasema maneno gani haya? Nikasema nitapeleka ushirika, aliniletea ripoti Jumapili, nikapeleka ushirika Jumatatu. Na nikafika katika nyumba. Nilikuwa na wimbo nikifikiria nitaimba nipate mtu mwenye naimbia hawezi kusikia na hawezi kuimba. Na nikapata mama tena amekaa ameningojea, tena akaanza kuimba na mimi na kuongea maneno mingi sana. Ikafanya nikaangalia state leader kama alikuwa amechanganyikiwa ama ni nini aliniletea ripoti. Na akaniambia jambo moja, ya kuwa umekuja katika parokia fanya kazi. Maneno wachana na nikaangalia huyu mwalimu nikasema na huyu mwalimu hatujaikaa na yeye, kwa nini ananiambia hivyo? Na akalazimisha msichana ambaye anaelekea kwa kijana wake anipige picha nikimpatia ushirika mtakatifu. Nasema kuja piga mchungaji akinipa. And you see that scenario ikanifanya nishtabu, nikashtuka, nikasema Mungu my Lord. Lakini nikampatia na nikamuongeza kikombe kingine, nikamwambia hii ni extra. Mama akasema asante na akahakikisha ataongea. And she was very jovial speaking and kama encouraging, na kumbe ndio alikuwa. And akasema tuendelee kwa. Akasema tuendelee kukuza parokia yetu, mada yetu. Na nilipotoka Monday Tuesday tukaa hapa kwa ushirika, mtu akanibuka ati mama ako mbaya, nikamwambia wewe acha kuchanganyikiwa. Mama ako sawa, anaendelea kuomba Mungu. Napopenda. Hata wewe nataka tukumwachilia katika mkononi mwa malaika watakatifu, wampokee. Na familia mjipe nguvu, kwa sababu mama anawaacha kule. Mwawacha katika msingi wa Kristo. Mwawacha katika kanisa. Na Millicent ninaona unafanya kazi ya Mungu.
Nilikuwa nakwambia ulikuwa unaambia watu jikaze. Hata wewe pia sasa leo tunakwambia jikaze. Mungu akubariki. Asante. Nataka kushukuru Mungu kwa ambao umezungumza wote. Kama tumekuacha, naamini kwamba tuko na watu wengi ambao ungezungumza. Nimeona hapa mama kutoka Diado na sehemu zingine, ili tuweze kuwa wana wako. Akatufungulia mlango ili tuishi maisha ya milele. Na ndivyo kweli tuko mbele yako wakati huu, tukiwa na tumaini na imani. Dada wetu yeye sasa yu pamoja nawe, kwa kuwa aliitikia sauti, akatii sauti, akajitolea kwa maumivu, akajitolea kwa uchungu, akajitolea kwa yote yale, na Yesu akawa Bwana moyoni mwake milele. Tunaamini ya kwamba Mungu, huu ndio wakati ulimwandalia awezeshwe kukurudia na kustawi maisha ya milele kukaa na wewe. Tunapojiandaa Baba, tuko hapa na hili. Basi mtu mmoja jina lake Lazaro alikuwa mgonjwa. Yeye alikuwa akiishi Betania, kijiji cha Maria na Martha dada yake. Huyu Maria ambaye Lazaro kaka yake alikuwa mgonjwa, ndiye yule ambaye alimpaka Bwana mafuta na kuifuta miguu yake kwa nywele zake. Hivyo hawa dada wawili walituma ujumbe kwa Yesu kumwambia, Bwana, yule mpendaye ni mgonjwa. Lakini Yesu aliposikia hayo akasema, ugonjwa huu hautaleta mauti, bali umetolea ili kudhihirisha utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu apate kukuzwa kutokana na ugonjwa huu. Pamoja na hivyo, ingawa Yesu aliwapenda Martha na Maria na Lazaro ndugu yao, baada ya kusikia kwamba Lazaro ni mgonjwa, aliendelea kukawia huko alikokuwa kwa siku 2. Haleluya. Dikoni wetu wa Dikonarehia Mjumba, Venerable Isaac Wanyonyi, mchungaji wetu Evans na mama Reverend Dennis na Otele, walimu wetu, kwaya, familia yetu ambao mkiwa na wasalimu wote, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Venerable Canon Jafet Okuku Odebero, nikiwa Vicar General wa Nambale Diocese, na kwa sababu ya siku hii baba amesikika kidogo, askofu wetu, na akanituma nije nimwakilishe, kwa sababu ibada hii ya mtumishi angestahili kuwa na sisi, na hata kama hayuko kwa wakati huu, ako nasi katika kiroho. Kuna kazi ule diocese ambaye imenikumba kati executive. Kuna baadhi ya vitu fulani ambavyo yanatakikana vifanyiwe kwa haraka siku ya leo. Kwa hivyo akanituma. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunafaa tuwe marafiki wa Yesu
Ni kuwa rafiki wa Yesu ni kujinyima. Kuwa rafiki wa Yesu ni kuvumilia. Kuwa rafiki wa Yesu na kuambia inaweza kufanya hata ukakonda. Kwa sababu ni rafiki wa nani? Wa Yesu. Unatembea katika ukweli na mwanga wa kutosha. Kama vile mama ametembea ameishi maisha matakatifu. Maisha ya kuwatia moyo na kuwashauri watumishi wa Mungu ili waweze kustawi katika kazi ambayo wanafanya. Kwa hiyo sisi tunaamini ya kwamba tunakaa maisha haya, tunaishi maisha haya, lakini Yesu atakuwa rafiki yetu kweli. Na usipokuwa rafiki yake haitawezekana. Utabaki katika hali nyingine. Lakini watazama huyu aliitwa. Yesu alimuita na akatoka kaburini. Kifo cha Lazaro kikawa kifo ambacho kilitukuza jina la Bwana. Kwa hivyo ndio kifo cha dada wetu. Watumishi wa Mungu, familia ya dada, msisahau hata kitu moja. Tazama vile mama amekuwa mwangaza kwa wale ambao wangependa kumuona Yesu. Wangependa kuwa marafiki. Kama vile nilikuwa nikisoma Biblia wakati mwingine katika Zaburi ikisema ni nani anayeweza kupanda mlima utakatifu wa Bwana? Haleluya. Ni nani anayeweza kupanda mlima mtakatifu wa Bwana? Ni kama huyu mtu ambaye anaona kwamba hata katika hali gani Yesu anastahili. Hata katika hali gani Mungu ndiyo Baba. Hata kama kuna wasiwasi aina gani hawezi kubadilika, anakaa kwa Yesu milele. Mama amefanya kazi nzuri, ameshauri watu wengi, amelinda watu wengi, amesaidia watu wengi kwa sababu ya kuwa na jina la nani? La Yesu. Kama kweli Yesu ni mwokozi wa maisha yetu. Mimi nilikuwa nikiishi na nyanya yangu mwenye alinifunza hata hivi nyimbo za nyimbo standard kitabu nikiwa kijana mdogo, nikakuzwa na yeye. Alikuwa na mfano. Hawa mama wakati huo walikuwa mama ambao ni wanaweka watu katika njia nzuri, njia ya Bwana. Hata kama haujamfanyia chochote kizuri, yeye atakufanyia. Si ya kwamba wamekuona wewe unafanana vizuri, unakaa namna gani, lakini ukipatikana kwake ataweza kusaidia. Wakati wa kazi ya Bwana ilikuwepo, ananiambia ya kwamba mwanamwana ani ndio mwana mia andala, lakini ekobiri mu kabisa. Ndio mwana mia andala mia kibiri, lakini ekobiri na Muliezi yani unalenyanga hii. Anabeba hizo pale kupeleka kanisani. Siku hizi hapana, nyanga kino una prefer kukula kwanza. Sio Mungu ambaye anakupatia uzima na uhai. Hao ni Mungu, ndio mama alikuwa kufanya hivyo. Ametupatia familia. Ametupatia familia ambayo tunaweza pata ni Maria na nani? Kwa sababu yeye Martha na Maria marafiki wa Yesu. Inatuonyesha ya kwamba mama amekuwa rafiki wa Yesu. Mama hajakufa, amelala tu. Na kumshukuru Mwenyezi Mungu katika mioyo yetu kwa ajili ya dada wetu Lucia. Kila mmoja wetu akifikiria alivyokuwa kwetu. Bwana, pokea shukrani zetu
na utujalie kumkumbuka huyu mpendwa dada aliyetuacha katika majonzi na katika furaha. Tulibarikiwa kumjua na kuishi naye kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Tujalie Bwana sisi tulio hai daima tukumbuke ya kwamba maisha ni mafupi. Kwa hivyo tusaidie ili kila siku tufuate nyayo zako, tukitumia vema talanta zetu tofauti tofauti na kuishi vema siku zetu zote, maana hizi ni siku za mwisho zote. Tujaze neema ya kuweza kukabili mambo yaliyo mazito katika maisha yetu na kuwa makini tunapofurahia yaliyo mema. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu wa rehema, ambaye hekima yako sapita fahamu zetu, waangalie kwa neema familia ya mama Alisia katika huzuni yao. Roho Mtakatifu aliyemfariji awasaidie ili wasishindwe na machozi haya, machozi yao, wajalie amani ipitayo fahamu zote na nguvu za kuweza kukabidhi maisha ya siku zijazo kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwenyezi Mungu kwa mwanae Yesu Kristo aliyekufa msalabani umeshinda mauti kwa ajili yetu. Kupitia kwa kufa na kufuka kwake umetudishia uzima wa milele. Tuwakumbuka wale waliofariki katika imani ya Yesu na kuzikwa pamoja naye kwa matumaini na kufuka tena. Ee Mungu walio hai na waliokufa, wale waliokuamini kwa imani hapa duniani, milele wa kusifu wewe katika furaha ya mbinguni. Tuomba haya katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu wa faraja zote, katika upendo wako usiokoma na rehema zako kwetu sisi, wageuza giza na mauti kuwa pambazuko la maisha mapya. Wahurumie watu wako katika huzuni zao, uwe kimbilio letu na nguvu zetu, ili utuinue kutoka giza la majonzi haya hadi katika amani na nuru ya kuwepo kwako. Amen. Mwanao Yesu Kristo kwa kufa kwake kwa ajili yetu alishinda mauti, na kwa kufuka tena kutoka kwa wafu aliturudishia uhai. Basi tujalie tuenende kwa ujasiri tukakutane naye, na baada ya maisha yetu duniani kuisha tukaunganishwe na wapenzi wetu katika nchi ambayo hakutakuwa na kifo tena wala huzuni, na ambako kila chozi litafutwa kupitia kwa mshindi wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Familia mama sasa amefanya kazi yake kupitia kwake. Mungu anakusaidia kwa maombi yake. Mungu amejibu, akaweza kukulinda na kuwezesha kuwa wazima mpaka siku hii. Wakati sasa unawadia kwamba mama Mungu amempenda, tuweze kukubali sasa mama aende nasi kubaki, tuweze kuweka mikono yetu ndiye leo. Dada wetu Alisia, mama, mwalimu, kiongozi, malaika kuongoze kufika paradiso, mashahidi wa imani waje kupokea na kupeleka katika mji mtakatifu Yerusalemu mpya ya milele. Kwa ya malaika ukaribishe mahali ambapo Lazaro si maskini tena. Uwe na mapumziko ya milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Haya tupatie wimbo. Mwenyezi Mungu, wakati tena tunakushukuru kwa sababu ya ibada ambayo umetuandalia.
na umekubali ya kuwa kwa sababu ya mpendwa wetu ambaye amelala, tuweze kuwa na sala za mwisho za kuweza kumkabidhi mikononi mwako. Na sasa Baba, ni wakati mwema, tunasema asante. Tunaomba faraja itokayo mbinguni ishukie familia, wape nguvu mpya na wimbo mpya, wimbo wa kuimba Yesu ni mtawala, kwa sababu amependa mama zaidi kuliko jinsi vile wengine wangempenda. Na vile Mungu amefanya kazi nzuri ndani yake, wacha mama apate makao na mama mahali pema kule mbinguni, akae na wewe milele. Na ukumbuke kazi hiyo nzuri ambayo mama alijitolea na akafanya kwa uaminifu. Mungu urejeshe baraka tele tele na nguvu tele tele kwa familia yake ambayo imebaki. Na sasa wanapotoka hapo akienda nyumbani, Baba uwe mbele na nyuma. Vile umekusudia ya kuwa siku hiyo ya ibada ya dada, enda na usimamie kila jambo na wacha utukufu kurudie. Na wote ambao tumejumuika hapa Bwana, tuomba baraka zako ziwe nasi siku milele na milele daima, tulikuwa tunamwamini kwa kuamini wewe na kutukuza jina lako. Asante kwa kuanza nasi, ukamaliza nasi, utukuze milele Baba, kwa sababu umetupenda. Ni kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Yesu Bwana na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa hata milele. Amen. Amani ya Bwana ikae nasi. He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tuku na kwama really, when you hear completely. Shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Come on, everybody. What shall I render to Jehovah? Hey. For he has done so very much for me.
Lift your hands. One more time. Tell the church. Hey. Lift your hands. You alone deserve the glory, Jesus. You alone deserve the praise. For the last time, what shall I render? Come on, let him know. Jehovah, for he has done so very. For he has done so very much. He's done so much for you. What shall I render to Jehovah? To Jehovah. Come on, everybody declare. For he has done so very much for me. Come on, everybody, help me celebrate. Travis Green! Please, everybody, stand and help me welcome Travis Green, everybody. Dhambi na mauti tena hatutapenda maisha yetu, tutakubali kuyapoteza vitani. Njia ya kadifa Yesu kusome wewe na tupate wokovu na wanang'anyika. Vimetangazwa jamani. Kushukuru, tunalisifu jina lako kwa sababu umekuwa mwema, mwaminifu, umetuongoza, tukaweza kufika na tukaleta dada yetu Alisia ambao baba yuko hapa katika boma lake. Nasema ni asante kwa uwezo wake wa kumlinda kuishi katika dunia hii. Tuko na mwili hapa, roho ipokee jinsi baba tumeambiwa na sala zako. Ninaomba Bwana utupe nguvu sote katika boma hili na katika siku ya kesho utuwezeshe kwa amani na kwa upendo na tufanye nawe tumalize nawe kwa Yesu Kristo na amani kwa mimi. Amen. Sasa mna